centuries, around 19, maybe 18th centuries, there lived unique communities or tribes in Kenya that have different beliefs, unique foods, and maybe the traditional way of life, how they live their traditional way of life. But there is this unique community known as the Maasai community. These people were very unique. The people that loved a cow more than anything else in Kenya. They were the people who loved a cow more than a human being. People who are used to a cow. When you meet these people who are known as the Maasai, they can even travel long distance to find a cow. But there are ways what I can tell you more about a Maasai and a cow. It is not just about food. It is not just about maybe being the nomads. There are other significances a cow has in people from Maasai land. When you see the Maasai, they can even they can even prefer a cow more than a human being. A cow more than a child. Remember the time where a Maasai always they can even travel long distances, leaving the women with the children in other places. But there's this unique things I want to show you in a cow that a human being, that these people known as the Maasai loves. The first thing the Maasai loves in a cow is a food to a Maasai. Point number one, a cow is a food to a Maasai. The first thing that the Maasai loves, do you know, by the way, you can eat a cow meat, milk, and other get even other fats, dairy, maybe products from a cow without killing it? I thought you should know this. Come on, let me show you. The first thing Maasai loves in a cow, and the unique food they eat in a cow, is what we call blood. Damu ni kitu unique sana ambayo Wamasai walikuwa wanakunywa. Wamasai walikuwa wanachukua damu wanaweka kwa calabash, making it diluting. Na hiyo damu ikijazwa pale kila mtu anakunywa. Damu ilikuwa chakula tu pekee ya Masai. Masai hawakuwa na chakula kingine. Mwanzo hawakuwa wanaweka mahindi, hawakuwa wanaweka viazi, maharagwe. Hawakuwa wanajua kulima kwa shamba. They don't know agriculture. All they know is only nomad's life. So hawakuwa na kitu kingine, na sana sana walikuwa wanaishi Mali desert, sababu walikuwa wanaishi southern parts of Kenya. So Wamasai walikuwa watu ambayo walikuwa unique sana. They don't know schooling. They don't know anything. Walikuwa tu wanajua mambo na ng'ombe. So I want to tell you the significance of a cow in a Maasai. Nimekuambia kitu ya kwanza, walikuwa wanapenda damu. Na damu kwa ng'ombe ilikuwa chakula yao. Na kenye ilikuwa inafanyika kwa hiyo damu, si ng'ombe hawakuwa na uawa. Ng'ombe alikuwa anafungwa shingo, alafu kulikuwa unatafutwa vein fulani kwa shingo. There was a vein that was maybe ilikuwa inatafutwa, so ng'ombe unajua kifungwa veins zinatoka nje. So inatafutwa mzee ambaye alikuwa sharp kabisa. Yeye ndio alikuwa anafanya, huyo mzee ndio alikuwa anafanya maybe akona shabaha, mzee mwenye akona shabaha kabisa. Anapiga kwa mshale ule ng'ombe. Ule ng'ombe akipiga kwa mshale, unakuta ule ng'ombe basi anatoa damu. Damu inatolewa inaiko kwa calabash ikiwa moto. Then hiyo ndio chakula wanakula. Ilikuwa fani kwa sababu kama vijana walikuwa na tairi, walikuwa wanapanga laini. Na wote wanazip ile damu. Wanaenda. Kuna wakati hii damu ilikuwa inachanganywa na maziwa. Especially wakati kulikuwa na sherehe, inachanganywa na maziwa na pombe kidogo. Then hawa watu wanakunywa. Kuna wakati maybe wamama walikuwa wanajifungua. So wamama wakijifungua, hakukuwa na kitu kingine wamama wa Maasai walikuwa wanapewa.
na tena unajua walikuwa wanajifungua wakati watu wanahama. So unajua when the Masai walikuwa wana herd ng'ombe, walikuwa wanaenda distance mbali sana. So katika hiyo distance ambao Wamasai walikuwa wanaenda kwa kuhamisha ng'ombe, Wamasai wamama wa Masai walikuwa wanajifungua kwa njia, na sasa hakukuwa na mtu wa kuwasalisha. So ilikuwa inabidi ng'ombe wanafungwa wale shingo, damu inatolewa, na walikuwa wamebeba pombe ya miti dawa, na bado walikuwa wanakamua maziwa. So ikichanganywa, yule mama wa Masai ambayo wamejifungua akikunywa, wanarikafa mapema. Maana ya kukunywa damu ilikuwa inatengeneza immune. Ilikuwa inatengeneza immune, ina improve the immune of our body. Pia ilikuwa proteinous. Nimekuambia kitu ya kwanza, ng'ombe alikuwa food kwa Masai, alikuwa clothing na maybe circumcision purposes, kupeleka mahari na vitu mingi tena. So ng'ombe kwa Masai ilikuwa significant, ilikuwa kitu ambayo ukikosa wewe kwa hiyo area ama kwa Masai ulikuwa bure. Wanaweza kukuita Dorobo, kwa sababu the name Dorobo from the Masai ilikuwa mtu mwenye ana ng'ombe, na Masai alikuwa anatambua mtu mwenye ana ng'ombe kama ni mtu maskini, hana chochote. So tumeshaongelelea kuhusu blood. Kitu ya kwanza ni damu tuliongelelea, na damu ilikuwa significant kwao sana. Pia ilikuwa inatumika kwa maybe wakati kulikuwa na sherehe wa kubariki, kitu kama hizo. Damu ilikuwa significant kwa Masai sana. Hata wakati wa maybe kutolea Mungu rituals, their God, the rituals, walikuwa wanatoa damu, wanachinja ng'ombe, damu fulani, na kuna venye damu ilikuwa inafanywa. Pia damu ilikuwa inafanywa kama chakula. Ulikuwa ukikausha damu freeze, inatoka kama ile imeshikana. So damu ikishikana unatolewa, ikishikana ikifreeze, sasa inakuwa kama ugali. Ulikuwa unakatiwa kamoja, unashikilia hivi, unakunywa na maziwa, unashiba, unaenda safari. Those people were very unique. Ni culture ambayo imefutia watu wengi sana, imefutia wa America, and it is the only culture ambayo bado imebaki in Kenya, ambayo bado inafutia watalii katika nchi yetu ya Kenya. Huwezi pata Masai ambaye hana ng'ombe. Ukipata Masai hana ng'ombe, huyu mtu ni maskini. Ni mtu ambaye hata hajielewi. So hata ukienda shule usome wapi, ukirudi lazima ukuje na mifugo. Hiyo ndio kitu Masai anatambua. Atambui wewe kama una shamba, hata kama una chochote. So the first thing Masai alikuwa anapenda ni ng'ombe. Number 2, ng'ombe ilikuwa inatumika kwa clothing. Ng'ombe walikuwa wakichinjwa, wanatoa ngozi. Na kwa sababu hakukuwa na mattresses, hiyo ngozi ilikuwa inalazwa kwa siku kama 4. Yeah? So kwa sababu ni siku kama 4 ni inakauka. So ulikuwa unatoa hizo, kulikuwa na uchafu ilikuwa inatolewa. Unajua ikakauka, sasa hiyo ngozi nyingine ya ndani inatolewa kabisa yote. So ikitolewa, ngozi inabaki peke yake. Na kwa sababu wameweka zile mtamayo, ni specific mti ambayo inaitwa mtamayo, ilikuwa inawekwa kando kando mara 4. So ikikauka, unajua itabaki ilikuwa hivyo, inakauka hivyo, so huwezi kunjua tena. Hiyo ngozi ndio inatumika kama kitanda. Ilikuwa inatumika kama kitanda. Na ngozi ikitumika kama hiyo kitanda kwa sababu hakukuwa na mattresses. So that was another significance. Bado pia ilikuwa inatengenezwa kama nguo. Ukivaa kama jacket kama hii, ilikuwa kama nguo. So hiyo ilikuwa inatengenezwa, inaikwa shanga. Wazee walikuwa wanafaa especially wakienda kwa ushemeji. Number 3. Ng'ombe walikuwa wanatolewa kitu inaitwa ilikuwa inatolewa kitu inaitwa samuli. So wakati walikuwa wanatoa cream kwa ng'ombe, ile cream ikitolewa ilikuwa inatolewa kutengeneza kitu inaitwa ghee. So sababu cream ya ng'ombe ikioza, inapikwa, inachemshwa, inatolewa mafuta ambayo walikuwa wanapewa watoto. So watoto hawakuwa wanaenda kununuliwa mafuta, walikuwa wanakunywa product ya maziwa. Na hiyo product ya maziwa ilikuwa very unique na ilikuwa strong kwa sababu haikuwa na chemicals. The Masai hawakuwa wanatumia chemicals. Have you ever asked yourself mbona Masai alikuwa anaruka juu, anakuja chini, na anaruka kabisa juu na anakuja chini bila kuwa na utefutefu maybe? Ushajiuliza kwa nini Masai anaweza enda distance long? Ni kwa sababu ya damu. Damu iko na iron mingi, na hiyo iron inapea Masai nguvu. So Masai alikuwa akikunywa damu anaenda long distance bila hata kupumzika. Walikuwa wanaenda long distances bila kupumzika. Number 3, kwa ng'ombe ulikuwa unatoa naye urafiki kwa mwenzako. Ushawahi jiuliza kwa nini Wamasai walikuwa wanaitwa Ndauo? Ushajiuliza kwa nini Masai anaitwa Ndauo? Kwanza jina Ndauo
inamaanisha heiva. Inamaanisha heiva ni ile ndama ambaye imefika wakati wa kupata ndume lakini bado haijapata. So ni kale kadem kamebalege kidogo, unaona. Masai akikupea huyo ndama, wewe ni rafiki yake kabisa. Na kwa sababu Masai anapenda ng'ombe sana, mnaitana jina kupitia huyo ndama amekupea. So kwa sababu labda mimi leo nikikupea msichana anaitwa Mary kama msichana wangu, tutakuwa tunaitana Mary. So that's why Masai ulikuwa unasikia akiita Ndauo. Anakuita Ndauo, heiva wangu. Kwa sababu nimekupea heiva wangu, nitakuita na heiva wangu. Lakini haikuwa madharau, ilikuwa jina ya urafiki. So Masai akikuita Ndauo, hiyo ni urafiki. Alikuwa anakupenda kwa sababu wewe ni rafiki wako. So akikupea ujue anakupenda kuliko kila kitu. Remember nimekuambia Masai anapenda ng'ombe kuliko kila kitu duniani. Lingine Masai alikuwa lazima afuge ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe ilikuwa inatumika hata kurudisha vitu zingine. Ng'ombe akikufa maybe kwa boma, huwa walikuwa Masai walikuwa wanasema ameokoa maisha ya mtu. Ni ng'ombe ni kitu ambayo ni ya maana sana katika maisha ya binadamu. Kulikuwa na wakati hata Wamasai walikuwa naamini ng'ombe ni kama Mungu. Kuna hata ndume ambayo labda ikiwa imefunjika mguu, labda wale ndume ambayo ni kiwete ama ng'ombe ambayo ni kiwete labda imesaliwa kama ijajaa, huyo ng'ombe huwa Masai hawauzi. Sababu hawauzi hiyo ng'ombe kwa sababu huyo ng'ombe ni wanasemanga inaleta ng'ombe zingine mingi. So inakuanga ni kama a blessing. Yani ni kama imefunga ng'ombe, so kuna ng'ombe zingine zitaingia. Yani it was a belief. Ukiwa na ng'ombe ambayo imefunjika mguu ama yani imesaliwa kama iko kiwete, unakutanga kama ng'ombe mbona hata ikai mama kama zingine. Unakuta hata ina miguu mbili ya mbele. So hiyo Wamasai wausangi ama wachinji wanaachanga mpaka ikufe peke yake. Kwa sababu huwa walikuwa wanaamini huyo ng'ombe ni ng'ombe ambayo ilikuwa inaleta ng'ombe zingine. So ilikuwa inaleta faida. So you never know. So the Masai walikuwa wanapenda ng'ombe kuliko hata watu. Masai alikuwa anajua ng'ombe hata ukienda kwa ushemeji. By the way, ulikuwa ukienda kwa ushemeji kulikuwa na ng'ombe specific ambayo Masai walikuwa wanapeleka. So Masai akikupea kulikuwa na ng'ombe ambayo ilikuwa Sakian. By the way, kulikuwa na namba 3 tulikuwa tunasema Sakian cows. So ng'ombe ilikuwa inatumika kama Sakian. Like Masai akienda ushemeji alikuwa anatumia ng'ombe either ng'ombe white pure ama black pure kama hawa ambayo nakuonyesha hapa. So ng'ombe ilikuwa ikiwa ukipeleka kwa ushemeji, watu walikuwa wanaenda kwa ushemeji. Wamama wanapelekwa lakini wasee ndio walikuwa watu wa kwenda wa kwanza. Next time nitakuexplainia kuhusu mambo yote ya ushemeji kwa Masai. So leo hii nilikuwa nakuelezea kuhusu significance ya ng'ombe kwa Masai. So Masai alikuwa akienda kwa ushemeji, alikuwa anapeleka hizo ng'ombe kwa sababu ni ng'ombe tu ndio Masai unaweza mpelekea ukipeleka msichana wake. Hiyo ndio kitu ya maana unaweza mpea Masai. So walikuwa wanaamini ng'ombe black pure ambaye haina rangi nyingine ama ng'ombe white pure ambaye haina rangi nyingine ndio ng'ombe ilikuwa inatumika kwa kupelekea kwenda kuleta ule msichana. Those are the pure. Yani sijui nikwambia aje, yani pure haina dosari. Ndio walikuwa wanaamini mimi huyu ni shemeji wangu, amekuwa rafiki yangu, amekuwa mtu wa maana katika maisha yangu, kwa hivyo namletea kitu ambayo haina dosari. So that's why walikuwa wanaamini ng'ombe black pure ama ng'ombe white pure. Walikuwa wanatambua ng'ombe mweupe, ng'ombe nyekundu. So ng'ombe either white pure ama black pure. So walikuwa wakienda kwa ushemeji, walikuwa wanapeleka hao ng'ombe na vitu vingine mingi ndio ilikuwa inapelekwa. So hakuna kitu kingine Masai alikuwa anafanya bila ng'ombe. Those are the few things I can tell you today about a cow, the significance of a cow in Masai. Yani ni kitu Masai anaweza muomba Mungu na akose kuomba chochote kingine. It was something unique. It was a tremendous blessing a Masai can get from God. Until next time, when I'll tell you more about a cow in the culture of a Masai, how fanya aje kwa ushemeji, wanafanya aje kwa ndoa na kadhalika kuhusu mambo ya ng'ombe. So until next time, I will update you more. Thank you so much. Follow us for more. Then I will tell you